kuota kwa sababu mbegu ikipata maji na mazingira fulani inaanza kuota. Lakini haiwezi kukua ikastawi. Kwa nini? Kwa sababu iko juu ya mwamba na juu ya mwamba hakuna mizizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu atusomee sasa tafsiri. Maana ya mbegu ambazo zinakuwa kwenye mwamba ni nini? Tuendelee kwenye mstari unaofuata kwenye Luka sura ya 8 na mstari wa 13. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja tukijiane mikono. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mtumishi wa Mungu tusomee Luka 8:13. Luka 8 mstari wa 13 anasema. Ndio. Na wale kwenye mwamba ndio wale ambao wasikiapo kupokea ile neno kwa furaha. Nao hawana mizizi. Huamini kitambo kidogo. Na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Zile mbegu zilizoanguka juu ya mwamba, Biblia inasema ni wale watu ambao kwanza wanalipokea neno kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Si mahubiri ya leo, yani mahubiri ya leo. Lakini Biblia inasema kwa sababu hawana mizizi, huamini kwa kitambo tu. Huamini kwa kitambo tu. Yanapokuja majaribu, wanashika kushika neno, wanaliachia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Biblia inasema kwa sababu hawana mizizi. Mizizi ni nini? Mizizi ni mahusiano yako wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mizizi ni mahusiano yako wewe na nani? Na Mungu. Je, mahusiano yako wewe na Mungu yakoje? Biblia inasema kwamba sisi miili yetu ni hekalu la Mungu. Miili yetu sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu akaaye ndani yetu. Kwamba huu mwili ni sawa na hili jengo. Hili jengo lina madhabahu. Tunaamini sisi Mungu anakaa kwenye nini? Madhabahu. Kama sisi ni hekalu na Roho anakaa ndani yetu, maana Roho Mtakatifu amekaa kwenye madhabahu ndani yetu. Maana ndani ya Mkristo ndani yake kuna madhabahu. Moyo wako wewe ni madhabahu. Lakini madhabahu zinatofautiana nguvu kulingana na jinsi gani wewe umetengeneza mahusiano yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yako kuna madhabahu. Lakini madhabahu zinatofautiana nguvu kulingana na jinsi mahusiano yako wewe na Mungu yalivyo. Anaweza akaja nabii leo hapa akasema, ninaona katika ulimwengu wa roho wewe mwakani majira kama haya kulikuwa unamiliki bilioni 1. Ukasema pokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama madhabahu iko ndani yako haina nguvu ya kulingana bilioni 1, utaishia kupata Mungu. Kwa mtendele. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unaambiwa nini. Umesoma Biblia inasema tazama nitakufanya kuwa kichwa wala sio mkia. Utakuwa juu tu wala haui chini. Umesikia neno ndio. Lakini hatujakuona ukiwa kichwa unaendelea kuwa mkia. Kwa nini? Hauna mizizi. Mahusiano yako na Mungu yakoje? Mahusiano yako na Roho Mtakatifu yakoje? Nguvu iliyoko ndani yako ikoje? Kwa kitabu cha Efeso sura ya 3 mstari wa 20. Efeso 3:20 anasema hivi, atakuwa na kipimo. Kuna kipimo kadiri ya nguvu. Ndio maana mtu mmoja anaweza kuweka mkono kwenye pepo akasema toka, ikatoka. Lakini wewe kana usikitu unaongea na kuna hajatoka. Kwa nini? Yote vimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Yesu alikuwa aanze kuombea pepo dakika 5? Kwanza akifika kabla hajaanza kuombea, pepo lingine linasema, "Nini na wewe Bwana usitue?" Lakini kwa nini sisi leo tunapambana? Kama unapigwa ngumi, ndio? Kwa kadiri ya nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu yako ya ndani, uhusiano wako wewe na Mungu ukoje? Na katika hili siwezi kudanganya kwamba uhusiano wewe na Mungu unategemeana na hali yako ya utakatifu ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna utakuwa na nguvu za Mungu kama unajichanganya. Bwana Yesu asifiwe. Uhusiano wako na Roho Mtakatifu unampa Mungu nafasi kiasi gani? Unaweza kukaa mwenyewe. Sio kama tumetangaza ni maombi ya jumuiya, ni maombi ya kanisa. Unaweza kukaa wewe peke yako bila kuambiwa na mtu yeyote. Ndio leo hapo kalipokea kwa furaha.
lakini hauna mizizi, hauna stamina, hauna namna ya kulibeba. Neno linazidi nguvu iliyoko ndani mwako. Ikiwa neno unalosikia linazidi nguvu iliyoko ndani mwako, haliwezi kutokea. Lazima ndani yako uwe na uwezo, uwe na stamina, uwe na capacity, uwe na nguvu ya kuweza kuifanya ile jambo litokee. Ukitabiriwa kama wakati unapata gari, ndani yako una nguvu za Mungu.